Sheikh Katuli bwana, lengo na madhumuni ya kukutafuta ni kwamba na changamoto, nahitaji maoni na ushauri wako. Na mara nyingi ninapokuwa na shida yoyote ile, ninapokuwa na changamoto yoyote ile, basi mtu wa kwanza kumuona anakuwa ni wewe. Na sijui kwa nini, lakini labda ni kwa vile tumetoka mbali sana. Kwa sasa nashukuru, riski kidogo inapatikana, sio nyingi kiivo, lakini nashukuru napata chochote, maisha yanakwenda. Na dini yetu imeturuhusu kwa mtu yote yule mwenye uwezo kwa mke zaidi ya mmoja. Kwa minajili hiyo nimekutafuta kwa jambo la kutaka kuongeza mke. Waswahili wanasema ukitaka kupajua unapokwenda, basi ni lazima muulize anayerudi. Mwenzangu umenitangulia, kuna wake nafikiri watatu ama wawili, mashaallah. Sasa na mimi nataka kuja huko. Nataka kufahamu jambo la kwanza, je, naweza kuwaweka pamoja wake zangu wote wawili kwa maana nyumba moja? Alafu jambo jingine, ni muda gani zaidi ni mzuri kufunga ndoa katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani? Sawa, kwanza nimekusikia na nakupa hongera sana kwa hili. Sasa naona umekomaa kiimani rafiki yangu, kwa sababu mpaka kufika unataka kuongeza mke ni jambo kubwa sana na ni jambo adhimu. Lakini kabla ya kwenda kujibu maswali ambayo umeniuliza, ningependa nikupe faida kidogo ya mambo kama matatu. Unatarajia kwenda kuingia katika ndoa. Wanawake wako aina tatu. Sawa? Wako aina tatu. Kuna mwanamke ambaye anakuja ndani ya ndoa, anakuja katika ndoa kwa sababu maisha yamemshinda. Mwanamke akija katika ndoa akipata kile anachokitaka, basi wewe ndani ya ndoa utaishi kama mtumwa. Sisi tumefahamiana. Lakini kuna mwanamke anakuja ndani ya ndoa kwa ajili ya dini. Huyu ambaye anakuja kwa ajili ya dini, anakuja kwa ajili ya kutimiza sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapa anapata mwanamke. Lakini kuna mwanamke wa mwisho, huyu mwanamke wa mwisho yeye anakuja kwa ajili ya jambo la wanasemaje ile kama mwanamke akiachwa talaka tatu, kutoa maharili. Wewe unajua umepata mke, kumbe yeye anakuja kwa ajili ya kuondosha maharili. Mwisho wa siku sasa unaanza kuteseka katika ndoa. Wewe unataka kuwa na amani, yeye anaanzisha moto kwa sababu sio lengo lake la kuingia katika ndoa. Sasa sijui umelifanyia kazi hili au umeingia tu kichwa. Kabla ya kuja kwako nimekaa na yule mwanamke, nimezungumza naye vizuri, na kwa bahati nzuri yule mwanamke ni mwelewa, anajua dini, ni mwanamke mzuri wa tabia, sura na kila kitu. Kiukweli Mungu ndo anayejua, lakini kwa jinsi ninavyomfahamu mimi ni mwanamke mzuri na anafaa kuwa mke pia. Basi mimi niseme kwa kuwa mwenyewe umemchunguza na umeona anafaa, hakuna cha ziada cha kukwambia. Lakini cha ziada ni katika haya mambo mawili ambayo nimezungumza mwisho. Sio la kuoa. Kuoa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani unaweza kuoa kwa namna yote ile. Kumi la kwanza, la pili au la tatu. Kwa muda hapo unaweza kuoa usiku, ukapendelea hata usiku kaoa. Unaongeza mke si shida, hata usiku pia unaweza kuoa. Lakini pia kuna jambo moja ulizungumza la kuweka pamoja. Sawa? Mimi sikushauri sana katika kuweka pamoja kwa sababu vituko vya wanawake ni vingi, ufahamu. Huenda kuweka pamoja baadaye kaja kukuletea shida, mwisho wa siku unaweza kaja kushindwa. Kwa hiyo ningependelea sana au nakushauri ungewatenganisha, lakini kama unajiweza katika hilo, sawa, unaweza kufanya. Nashukuru shehe wangu na nimepata ile maana ambayo niliyokuwa nahitaji. Naam. Ndio maana mara nyingi napenda kuja kwako. Asante sana bwana. Karibu sana na mimi unapokuja nafurahi. Naam. Sawa, nafurahi na nashukuru pia
kwa maelezo yako, kwa ushauri wako, na nitafanyia kazi. Lakini pia tarajia wewe ndio utakuwa sheikh hiyo siku ya harusi. Kwa uwezo wa Mungu inshallah. Nitapiga joho langu la njano. Kwa hivyo inshallah. Asante sana. Hivi karibuni tunatarajia kuanza jambo letu. Sasa Bwana Luqman Fafa, kuna mambo mawili matatu nahitaji kukunasihi katika hili. Unamjua Bi Suhaila binti Ali? Naam. Sasa Suhaila binti Ali muda si mrefu atakuwa ni mkeo wa ndoa. Ukaishi naye kwa wema, kwa upendo, kwa amani. Ukitokea tofauti yoyote, basi mtafute aliyokufungisha ndoa ambaye ni mimi, au wazee watafute watu wazima na uwezo kuwaeleza changamoto zenu. Unifahamu? Kwa hivyo jukumu sasa la Suhaila la wazazi wake unalibeba wewe kwa sasa. Nafikiri tumefahamiana hapo. Basi inshallah, nipe mkono. Mwambie ndugu Luqman Fafa. Bwana Luqman Fafa. Sema Rabbika. Rabbika. Ninakuozesha. Ninakuozesha Suhaila binti Ali. Suhaila binti Ali. Kwa ridhaa yake. Na kwa idhini yangu. Kwa mahari mliyokubaliana. Sema ninamuoa. Namuoa Suhaila binti Ali. Suhaila binti Ali. Kwa ridhaa yake. Kwa ridhaa yake. Na kwa idhini yako. Na kwa idhini yako. Kwa mahari tuliyokubaliana. Kwa mahari tuliyokubaliana. Sema nimekubali. Bali. Kumuoa Suhaila binti Ali. Suhaila binti Ali. Kwa ridhaa yake. Kwa ridhaa yake. Kwa mahari tuliyokubaliana. Mahari tuliyokubaliana. Sema nimekuozesha. Sema nimemuoa. Nimemuoa. Al-Fatiha. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ij'alna minal makburin wa la taj'alna minal mardudin wa la maghdubi ila ala dhalin. Rabbi, Mwenyezi Mungu ukape mapenzi na masikilizano na mafahamiano, ukawape riziki pana, riziki ya kudumu, na ukawape mshikamano ya Rabbi katika ndoa yao. Bifadhli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inshallah sasa hapa naona uanze kusaini kwanza wewe. Sehemu yako ndo hii hapa, sehemu ya mume. Sawa. Na hapa sasa wewe kuna sehemu yako mahali mwangu. Ndo walii wa ile binti. Mashaallah. Haya, kwa sasa inabidi tuondoke, tuelekee huko kwa ajili ya ni kawaida Mola utupima. Sio kilo bali vifua vyetu. Tafadhali jamani. Ni kawaida Mola utupima. Asante kwa kutumia mtandao wetu. Simu ya mteja unayempigia haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Haya, bwana mkubwa wewe. Waweza niambia wewe kwa wapi? Maana tokea ulipoondoka hapa asubuhi mpaka wanijia saizi usiku, simu haipatikani. Kunkua jiwe la teo kunkwenda heju warudi. Uko wapi? Kiukweli mke wangu, naomba unisamehe sana. Huko nilipokwenda gari ilikuwa ni shida sana. Lakini hata hivyo simu yangu haikuwa na salio. Hivyo imekuwa ni ngumu sana kuwasiliana na wewe.
Lakini pia hupaswi kunilaumu kwa sababu simu yangu ilishuka network yote. Kwanza usifanye makosa hayo kwa kutegemea neno samahani. Halafu hiyo dharura ilikuwa muhimu sana kiasi ya kwamba mpaka usahau una mke. Na kunukia huko kama jini viereje. Mafuta hayo humu ndani mimi sina. Wanukia kama jini. Sasa hivi nimechoka sana. Hivyo majawabu ya maswali yako tutakujibu kesho tukiamka. Mizani ya imani, mizani ya imani, mizani ya imani. Ina maana mpaka hivi sasa huyo mkeo hujamwambia? Nilitaka sana kumwambia, lakini mama mke wangu ni mkorofi kama unavyomjua. Unafikiri ningemwambia ingekuwaje? Hata kama mwanangu ungemwambia tu, yule mke na yana haki yake. Basi sasa hivi ushamjengea mazingira chungu mzima katika akili yake. Hapo atapokuja sikia hayo masikio hayo atayapangusha, atakuja nayo hapa mkononi. Unamjua mkeo? Haya. Unajua mama, kwenye jambo hili la ukiwenza, wanawake wengi sana ukiwaambia wanakuwa wakorofi. Na wanasahau kama hii ni sunna. Na wanakuwa gumu sana kuelewa. Sasa najaribu kuvuta picha nikimwambia mke wangu hili swala atalibebaje, atalichukuliaje. Ila nitajaribu kufikiria namna nzuri ya kuweza kumwelewesha. Mimi naamini anaweza kunielewa. Inshallah, ombe hivyo akuelewe. Na tena usikae hata mwambie kipindi hichi, sio mpaka usubiri mtu kesha kuwa mjamzito ndio unakuja mwambia, utakuwa humtendei haki. Hata kama mkorofi, mtafutie angalau sehemu ya kumwambia, umwambie. Mimi sisitizo langu lipo pale pale. Atapokuja sikia, mimi sijitoka nje mwanangu, nakuja nyamaza kimya ndani. Haya. Sawa mama, nimekuelewa. Na nitajitahidi kadiri uwezo wangu kulifanyia kazi hili kabla jambo halijaharibika. Inshallah, ombe hivyo akuelewe. Sawa, ninawahi hapo bondeni kidogo, nipite kwa mzee Ali, nataka nikampe mzigo wake. Haya. Karibu. Haya baba. Ni kawaida Mola utupima. Mimi nimeresi kwa fazi. Namjua mimi babako. Babako? Unamjua vizuri eh? Cheza naye sana kule juu ya meza maskani. Eti bi mkubwa anakuja anasema, sijui acha pombe. Ushikunywa pombe, unajua pombe vizuri wewe. Hii tamu kaje kuonja. Ndio maana faza alikuwa hachi pombe. Sasa siku moja tumchukulie chupa kubwa tumpelekee. Uona mwana kichwa kanga kama wewe yule? Yule kaolewa na simba, yeye mwenyewe simba. Na upendi hapo. Naongea kidogo kidogo. Andadako. Zoea. Mshumba. Yuko shasida ina shwai. Tunakula daku, tunaenda kulala. Tunakwenda kulala.
hakuna kulala wewe. Si tupo. Wa. Umejua shazima? Nipo mwenyewe. Sawa. Mimi nipo. Sema unakuwa unanipa vitu jimu wewe. Usije ukazima babako aje kuaibisha pombe azimi. Usije ukajinyea, babako hajinyei akinywa. Bwana Mtume anasema albirru la yabla, albirru la yabla, wadhambu la yunsa, wadhambu la yunsa, wadayanu la yamutu, wadayanu la yamutu. I'mal ma shi'ta, I'mal ma shi'ta, kama tadinu tudanu, kama tadinu tudanu. Maana yake sasa, wema wote utakaofanya kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani huu, ukamkaribisha rafiki yako akaja kufutari nyumbani kwenu, unaandikwa. Umetoa sadaka, unaandikwa. Hata nyinyi watoto pia mkiwakera wazee wenu, mnapata nini? Dhambi. Mkiwafanyia wema, wamewaagiza mkaenda kufanya kuchota maji, mnapata. Kwa hiyo wema unakuwa unaandikwa, hauozi, sawa? Lakini pia wadhambu la yunsa, wadhambu la yunsa, dhambi halisahauliki. dhambi halisahauliki. Tuko pamoja? Dhambi lolote lile ukalifanya, kuna watu hafunge mwezi mtukufu wa Ramadhani, wapo Kwa hiyo ukasema labda umekaa chumbani peke yako umejificha, wala tu peke yako wajificha tu huko, laandikwa hilo, sawa? Dhambi alifanyaje? Halisahauliki. Kwa nini halisahauliki? Wadayanu la yamutu, wadayanu la yamutu. Tuko pamoja? Mwenyezi Mungu hafi. Mwenyezi Mungu hafi. Sisi ndio tunakufa, lakini Allah hafi. Allah yuko hai miaka yote, muda wote Allah yuko hai, sawa? Hujambo kwanza? Jambo nzima. Una mwenye kufurahi. Hujambo kwanza? Kwa nzima ni nzima jadidi kigongo nsumari. Sijui wewe. Na una maana unang'ara na Ramadhani yote hii. Unapendezeshwa kipi? Wachi? Naambia. Sasa shoga yangu, na umbea na ubuyu. Kushaanza tena. Maana wewe huheshimu tai Ramadhani. Mambo ni umbea. Ela ndo utakavyo. Mpa. Utanishukuru baadaye. Mpa, usinicheleweshee. Unakaba au nikwambie tu? Kuhusu kaba, kama lilo nalo watu waume likalo hapa likachomoza kaa upanga jogoo. Lile sina. Langu mimi halijachomoza, liumo ndani kwa ndani. Ela kwa kuvumilia tu. Mbona naweza vumilia sana? Nishavumilia mangapi? Mimi wala sitaki kusemea mate. Maanake hapa nikisema kwa mate nitambua huyu mbea, sio vina hivi hana ushahidi. Mambo hayo mimi siyataki. Angalia. Hayo ndo alokuweko mjini sasa hivi. Maana mtaa mzima hapa wanakutizama, yule ndo mke Lukman. Si mume wangu huyu? Kankwenda oa. Ana mke mwenza shoga. Tena hivi ninavyokuambia, huu muda huu yupo huko mwenyewe na mke wa pili, mke mwenza, wanakula fungati. Hebu shika kwanza. Shika. Huyu mtu mume amenitafuta nini? Hichi anitafutacho hasa kitu gani? Huyu ankutafuta useme akuone mbaya. Bas, hakuna jengine. Anitafutalo hili mie nseme halafu anione mie jeuri. Kwa sababu sio kunifanyia ujinga huo.
Kumbe huyu hanijui mie. Yaani Mfisa, mpeleka ndugu yangu, mpeleka, nacherewa. Nilikwambia vipi mwanzo? Mbona unataka kuniharibia sasa? Mtaka kuharibia nini? Maana takuwa uweye kwa mambo kama hayo. Ilo kama laondoka likakaa kule mita 100 huwezi vumilia. Utavumiliaje ujinga huo? Nimekwambia tulia. Una kifua cha kuvumilia. Ukanambia vipi? Unacho. Sasa unaambia unaniharibia mipango yangu sasa. Mfisa. Sasa shoga yangu, subiri. Subiri wamalize hizi 7, mwenyewe mnaita fungate. Ikimaliza 7 tu nakuja kukugongea, tunaenda huko, tunaenda kulitimua vumbi. Wasemaje? Asemaje huyu? Wecho kitongo wacho akisikia, lakini hicho kitongo wacho akisikia umasikio nimo. Siku 7. Mkae siku 7 tu mimi navumilia ujinga huo. Siku 7 zio na kidogo sana eh? Siku 7 ya hayafantu akasahauliwa. Nakwambiaje? Mfisa huku kujui kako. Mimi sijui anakaa wapi. Sasa sikiliza. Msikiliza vizuri. Hizi siku 7 usemazo mie mkae mvumilie, halafu anze kuchunguza. Mie naona bora ungezitumia hizi siku 7 kwa kufanya uchunguzi. Ufanye uchunguzi kwa makini. Ujue akaa wapi, akaa na nani, sehemu gani. Halafu zikishamaliza takuwa siku asubuhi, njoo unigongee lango twende. Sasa shoga yangu, kuhusu hilo najua mimi mambo yangu yananyoka. Kuhusu hilo usijali. Hapa umefika. Najua hasa wewe huna ubabaishaji. Sasa kwenye hili nataka usiwe mbabaishaji kweli kweli. Ikimaliza 7 twende. Sasa wewe ndo Mrs. Lukman. Shoga yangu, kwa heri. Ramadhani njema, wenyewe nasema Ramadhani Karim. Wanijejea? Kumbe mtu mume hanijui mie. Hajui kama mie ndo naomba kibendera. Sasa mwaka huu atakiwa na kibendera kitakapopeperuka. Na nitaka kipeperusha kweli kweli. Ni kawaida Mola uchupima, sio kilo bali vifua vyetu. We mtoto we. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kibadi. Unajua wewe ushakuwa mtu mzima. Hayo unayoyafanya yana mwelekeo na wewe yayo. Nilikuwa mimi na njaa mpaka sasa basi jikoni kalala paka. We mwanangu, astaghfirullah, mtoto vibaya we. Hiyo hali yako mwanangu ulio ya ukubwa huo inapaswa ufunge. Sasa utaki kufunga, unakunywa maji, una taibu, unataki sisi. Sasa bibi mkubwa, unajua mimi hali yangu nilikuja nayo jana, mimi nilikuwa nimelewa kule, nimeletwa hapa, mimi sasa hivi afu ananiambia nifunge vipi na mimi nimeamka na njaa sasa. Sasa hayo mimi yananihusu nini? Inachotakiwa wewe ushakuwa mtu mzima, uzingatie haya wanaofanya watu. Humu ndani nje ufunge, wewe si mdogo tena. Nyinyi ndio watu wazima mnatakiwa mfunge, mimi siwezi kufunga bibi mkubwa, tumbo langu haliwezi kuhimili njaa bibi mkubwa bwana, mpaka sasa jikoni kalala paka, mimi nafanyaje sasa? Kuna ujana ya kuwa usifunge, aloambiwa asifunge mtoto. Nyinyi bibi mkubwa ndio watu wazima mnahimili kufunga, mimi siwezi kufunga bwana bibi mkubwa, nafunga vipi sasa mimi bwana, mimi msela. Una adabu kweli we na kuupotofu wako. Wewe ushapotokewa, ushalaniwa we, mesipiki. Mimi na njaa sasa, mimi nitakula wapi sasa wakati wewe mama yangu nataka unishe? Wewe una adabu kweli wewe, kafiri unusu wewe. Wewe mtu binadamu gani wewe? Zingatia sitoe majibu dhaifu, mizani ya imani ikawa pungufu,
mizani ya imani, mizani ya imani, mizani ya imani, mizani ya imani. Neema ya uhai